Maisha yetu sisi na hatua zetu za kila siku ni mkusanyiko wa yale mambo ambayo tuliyatafakari tukayaruhusu sasa tuyafanyie kazi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sasa lazima uwe makini, unaruhusu nini kitoke nje. Biblia inasema sio kinachoingia kinachomtia mtu najisi, bali kinachotoka. Kwa sababu kinachotoka kimeruhusiwa. Ndio maana nasema hakuna kitu kinaitwa dhambi ya bahati mbaya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Utanisamehe kama nimesema kitu kibaya, lakini hakuna kitu kinaitwa dhambi ya bahati mbaya. Kwa sababu ili kionekane kwamba ni dhambi nje, kilishakuwa wazo ndani. Lile wazo lilipokuja, wewe uliyeokoka, nina uhakika kwa asilimia zote na Roho Mtakatifu ananishuhudia ndani yangu kwamba hakuna kitu kitatokea kwa mwana wa Mungu Roho Mtakatifu hatasema. Biblia inasema analia Aba ndani yetu. Anaongea kwa upendo. Anaongea kwa kutuonesha jinsi gani ambavyo Mungu anatutamani kiasi ambacho anashindwa kueleza. Atasema. Lakini sasa utasikiliza ripoti ya 8. Ndio hapo swali linakuja, na Mungu atusaidie sana, kwa sababu ushindi wetu umepotelea hapo, kwa sababu akili zetu tumeziacha zisikilize ripoti nyingine, na tumeacha kusikiliza ripoti ya sheria ya Roho wa uzima. Na kwa sababu hiyo tumeukosa huo ushindi. Maisha yetu sisi na hatua zetu za kila siku ni mkusanyiko wa yale mambo ambayo tuliyatafakari tukayaruhusu sasa tuyafanyie kazi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sasa lazima uwe makini, unaruhusu nini kitoke nje. Biblia inasema sio kinachoingia kinachomtia mtu najisi, bali kinachotoka. Kwa sababu kinachotoka kimeruhusiwa. Ndio maana nasema hakuna kitu kinaitwa dhambi ya bahati mbaya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Utanisamehe kama nimesema kitu kibaya, lakini hakuna kitu kinaitwa dhambi ya bahati mbaya. Kwa sababu ili kionekane kwamba ni dhambi nje, kilishakuwa wazo ndani. Lile wazo lilipokuja, wewe uliyeokoka, nina uhakika kwa asilimia zote na Roho Mtakatifu ananishuhudia ndani yangu kwamba hakuna kitu kitatokea kwa mwana wa Mungu Roho Mtakatifu hatasema. Biblia inasema analia Aba ndani yetu. Anaongea kwa upendo. Anaongea kwa kutuonesha jinsi gani ambavyo Mungu anatutamani kiasi ambacho anashindwa kueleza. Atasema. Lakini sasa utasikiliza ripoti ya 8. Ndio hapo swali linakuja, na Mungu atusaidie sana, kwa sababu ushindi wetu umepotelea hapo, kwa sababu akili zetu tumeziacha zisikilize ripoti nyingine, na tumeacha kusikiliza ripoti ya sheria ya Roho wa uzima. Na kwa sababu hiyo tumeukosa huo ushindi.